mwanamke ni kivuli ambacho hakina madhara yoyote katika maisha yetu, ila wewe ndio kila kitu kwangu. Saidi, usinidanganye. Usinidanganye. Macho yangu yameona, masikio yangu yamesikia. Nipe sababu moja ya kukuamini. Nimejifunza kosa langu baby. Saidi, umekosa nini kwangu? Mbona una shukrani wewe? Yaani nakulea kwa kila kitu, then malipo yake ndio haya? Nakuomba unisamehe. Sije kukosea kikubwa kiasi hichi, ila ni leo tu. Nipo tayari kupoteza chochote na kila kitu kwenye hii dunia, lakini sio kukupoteza wewe. Penzi sugu limeweka kutu, visa na vurugu. Pedi sumu, rudi kuja kwetu, kizani buku. Penzi juju, umewekwa kwetu, ungejali utu. Eji ningekupa busu, nilivona uchu. Penzi kungwi, unaweza kukosa wakapata mafundi. Shoga yangu, toka jana umekuja hatujaongea. Tatizo ni nini? Nimefukuzwa nyumbani na mume wangu. Umefukuzwa? Ndio tu, yaani tumeachana. Halima. Ama kweli dunia ni chungu kama shubiri. Na mtoto yuko wapi? Amegoma kunipa mtoto. Anadhani kulea mtoto ni raha sana. Ila usijali, atakutafuta tu.
Karibu. Nataka kuwa baba bora sana kwenye maisha yako. Nitahakikisha unapata malezi yote bora. Najua wewe huwezi ukanisaliti. Nyamaza mwanangu. Nyamaza. Sawa. Babako nipo. Shiba. Tu ni mambo. Poa. Oh. Kumbe leo na mgeni. Ni kweli, nitakutambulisha. Karibu. Sawa, asante. Halima, huyu ni Gabi, ni rafiki yangu. Gabi, huyu ni Halima, ni rafiki yangu pia. Hai Halima. Hai. Rafiki yako anaonekana pole sana. Vipi ile issue umefanikisha? Ndio kimenileta hapa. Nadhani kazi imebaki kwako. Kinachohitajika sasa hivi ni cheti chako cha kuzaliwa pamoja na cha chuo. Na nadhani bila shaka kazi unaweza kuanza rasmi mwezi ujao. Kweli? Yes. Nikupatie hicho cheti sasa hivi? Exactly, ndio kimenileta hapa. Oh, okay. Mama T, mke wangu. Angalia. Umeona? Timu zote hizi. Na kuna mwenzangu kanitumia message tu hii hapa ya kawaida. Nani kakwambia mkeka una beti unapata kitu kwenye mkeka? Mkeka kwanza unakusaidia nini wewe? Ha? Sasa unaniambia unanisaidia nini? Hebu angalia lakini. Alafu sikiliza. Mimi hii ndio kazi yangu. Kuna siku kweli napata, nakosa. Naomba nikuulize. Hivi wewe huko kubeti kuna kusaidia nini labda? Maana mimi kubeti hakunisaidii chochote. Hakunisaidii kitu chochote. Umechukua speaker hapa 2. Umepeleka kwa Dula. Mpaka leo zile speaker umeshindwa kwenda kuzirudisha. Ni kwamba unajua sizikumbuki, si ndio Sikiliza bwana Mama T. Yaliyopita si ndwele tugange ajayo. Naomba speaker zangu. Sawa. Kubeti ya kunihusu. Samani lakini naomba 5,000 tu. 5,000 tu. Maana najua 10,000 hautanipa. 5,000 tu. Toka lini mkeka ukabadilisha maisha ya mtu? Mimi siwezi kuona, yani hakuna kitu chochote. Acha ujinga. Vitu kama hivyo. Yani unaacha kufanya kazi, unakaa nyumbani kubweteka, wewe ni hivi tu, unapigia vya hapa tu. Alafu unakuja kusema mkeka utakusaidia. Okay, basi sawa. Mimi naomba niwaache. Gabi, usingesubiri hata tupike. Come on tu. Hapa ni nyumbani. Sema tu leo na haraka. Basi naomba, nadhani nitakupushi kidogo. Haya, poa, muwe na siku njema. Haya, na wewe pia. Mkaka anaonekana na roho nzuri. Yaani Halima, natamani nikupe kipaza sauti kila mtu asikie. Yaani kwa matendo anayonifanyia wewe mkaka. Wanaume wenzako wanapiga kazi huko barabarani, wanafanya kazi, wanakuja hapa na mifuko imetuna, maliboro wamebeba huku na huku. Ona 5,000 tu mke wangu.
Ninavyokupenda Mama T. Nimekwambia sina. Angalia mwenyewe Mama T naikosa. Sina hata 100 ya kukupa. Katafute kazi. Mwanaume mjibweteka tu hapa ndani, hamna kitu unafanya. Nipe. Kila siku wewe ni wakupewa. Hebu niondolee ujinga bwana hapa. 5,000. Sina. Mama T. Sasa. Anaidharau sana hii kazi yangu, bila kujua kwamba kazi hii ninayoifanya mimi, kuna watu wanaishi kupitia hii kazi, kuna watu wanasomesha watoto kupitia hii kazi, na kufanya starehe kidogo na kuchepuka kidogo. Ila Mama T haina shida, nitapiga hela tu, nitajua namna ya kufanya. Mwanangu, naona una uchungu mwingi moyoni mwako. Kuacha na mke kijana wangu sio kazi rahisi, hasa pale ulivyokuwa umeweka moyoni, lakini ni wakati sahihi wa kuelewa sasa kama wewe ni mwanaume. Mwanaume anapigana vita na ashinde. Baba, nahisi kama nimepoteza kila kitu kwenye maisha yangu. Nimechoka sana. Imagine mtoto wangu atakapokuwa, alafu akawa ananiuliza mama yake yuko wapi. Mimi nitamjibu nini? Hii sasa ndio inaonyesha uwanaume wako sawa sawa. Huo ndio wanaume. Kwa hiyo baba, unamaanisha kwamba bado nina nafasi nyingine tena? Uko vizuri, lakini hutapoteza. Ramu, hutapoteza. Ndio jinsi gani ya kuonesha kwamba mtoto wako unamuonesha mifano kwa matendo, sio bla bla tu kuzungumza tu. Unaonesha kwa matendo ili ajue kabisa kwamba baba yangu ana fight. Yale unayofanya wewe ndio anayafuatiliza. Nakushukuru sana baba, nakushukuru mno. Yaani umenifanya sasa nimejiona kwamba bado nina nafasi, bado na uwezo wa kusimama. Nilishakata tamaa tayari. Nilikuwa nikifikiria zaidi kuhusiana na Neila ataishi vipi. Hicho ndo ambacho kilikuwa kinaniumiza. Lakini kwa sasa nimeamini kwamba bado sijapoteza kitu. Bado chaguo ninalo. Na kuahidi baba, nitasimama. Nitamlea mtoto wangu na nitampitisha kwenye njia ambazo zinatakiwa kupitwa. Nitamuonesha malezi bora kama watoto wengine ambao wamepata malezi. Ninakuahidi baba, na atasoma vizuri. Maneno ambayo umenipatia kwa siku ya leo hayatapita na upepo. Nitayazingatia na kuyaheshimu siku zote. Na ninakuahidi mtoto wangu atakuwa vyema. Nakushukuru sana babangu. Manka, wewe miaka yote ile wewe takataka, shetani, kisirani ya Varimu, balaa, mkosi, mkukite cha Varimu, ni mimi ndio. Maisha yamesonga na maisha yanaendelea na ninazidi kuishi, japokuwa niko katika hali ya ugumu wa maisha, ninasonga mbele, maisha yanaendelea.
Manka, usiseme hivyo. Na huyu mtoto, kitu unachotakiwa kujua, huyu ni mtoto wangu mimi. Basi hiyo tu basi. Tete. Mama, huyu mzee ni nani? Pende. Mama.